Nakushukuru mfalme wa mbingu na nchi asubuhi ya leo, kwa kuwa ni Mungu mwaminifu. Siku ya 4 mwezi wa 6 mwaka 2025, tunasema ni asante mfalme wa mbingu na nchi. Wanaoamka asubuhi ya sasa wakielekea makazini mwao, wakielekea shughuli zao za hapa na pale, mfalme Baba, ninaomba ukaweze kusimama na wao na ukaongoze chini ya mamlaka yako na damu iliyomwagika msalabani kwa ajili ya dhambi na makosa yetu. Ninaomba Bwana asubuhi ya leo, toka magharibi hadi kule mashariki, kaskazini hadi kusini, sote tumepungua Baba, ili uweze kuongezeka katika maisha yetu, uongezeke katika familia zetu, uongezeke katika makanisa yetu. Madhehebu mbalimbali kote taifa la Kenya mfalme zinakuabudu zikijua wewe ni Mungu ishie mbinguni. Na wewe ni Mungu anayejibu maombi ya watu wako kwa wakati unaofaa. Wewe ni Mungu anayetembea na wanao kila wakati. Tazama Bwana, mahali tunaenda si kwamba sisi tunaweza kwa nguvu zetu, bali kwa taa yako ambao umetuangazia mbele. Mfalme, wewe ni Mungu unayestahili, wewe ni Mungu uliye na makuu zaidi ya yote. Tunasema ya kwamba mara nyingine hatutaweza, kuna wakati tunaishiwa na nguvu barabarani. Tazama yule ambaye ameamka asubuhi ya sasa, ameona maisha yake yamefika mwisho. Tazama yule ameamka asubuhi ya sasa, ameona dunia kwake ni kama imefika mwisho. Lakini Mungu mwenye rehema na neema, Mungu unayebariki, Mungu unayetenda miujiza, Mungu unayekumbuka wanao wakati wa taabu, wanao walipoteseka mji wa Misri miaka 430, Baba mwisho ulienda ukawakumbuka, akamtuma mwanao Musa. Baba akaenda na akawatoa kule. Mfalme, ninasema ni asante, lakini licha kwa Baba ukatukomboa tena, ukatuleta katika ulimwengu wa sasa, tukazidi kukutenda dhambi mfalme. Baba ukatuone huruma tena, ukashusha mwanao wa kipekee ambaye ni Yesu, akashuka na kubadilisha maisha yetu, akashuka na kutupeleka viwango vingine kupitia msalaba na kifo Bwana, ikaaminika tumekombolewa. Nami asubuhi ya sasa, kwa yule ambaye hajakutambua asubuhi ya sasa mfalme, damu iliyomwagika msalabani, wache kalete ukombozi, wache kalete rehema na baraka zako juu ya watu wako wanaonisikiliza wakiwa mjini, vijijini hadi kule vitongojini. Ninachosema Bwana, kabla mimi kusonga, mwenye utangulie. Kabla mimi kusema lolote, wacha damu na sadaka yako Bwana ikatende maajabu. Tazama yule aliye hospitalini, huenda amepoteza matumaini, ameambiwa magonjwa yake sio ya kupona. Baba, maabara ya mbinguni yamezungumza. Maabara ya mbinguni yazungumza juu ya maisha yake. Ya duniani Baba ni mapito, lakini ya mbinguni ndio inayoamua ni nini kinachoendelea kwenye maisha yetu. Nami ninasema ni asante kwa kuwa ndiye Mungu mfalme. Nasema ni asante kwa kuwa ndiye Mungu wetu. Wewe ndiye Mungu unayelinda dunia sasa. Kuamka siku ya leo, si kwamba tumeweza kwa mkono yetu, si kwamba tumeweza kwa uwezo wetu, si kwamba tumeweza kwa fedha zetu, si kwamba tumeweza kwa kile ambacho tuko nacho umetujalia, lakini Baba, ni kwa rehema zako mfalme ndiye imefanya tumeamka. Wewe ni Mungu unayestahili kupewa sifa na kuabudiwa. Wewe ni Mungu uliye na makuu yote, ndio maana tunasema wewe haustahili kulinganishwa na chochote, bali asubuhi ya sasa wachewe maombi kwako. Na iwe maombi kwako asubuhi ya sasa, na iwe maombi kwako kwa wanaokuomba asubuhi ya leo mfalme. Yeyote ile ambaye yuko chini ya mwavuli wa Radio Milele ametarajia mengi kwenye maisha yake mfalme, ukaweze kumkumbuka na ukatende maajabu, maana wewe ni Mungu unayetawala toka sasa na hata milele. Nami sina budi mfalme ila kusema ni asante Baba mwenye ukatende makuu yako, maana unastahili. Na ni kwa jina safi la Bwana mkombozi wetu naomba na nikisadiki. Amina, amina, amina. Naam, bila shaka msikilizaji, ni kusema tu Mwenyezi Mungu anayetenda ulimwengu mzima, Baba anayependelea wanawe. Si kwamba sisi ni wazuri kuliko wale wengine ndio maana tumeamka. Si kwamba sisi ni wazuri kuliko wale wote ambao Mungu aliopendelea, lakini ana sababu tosha juu ya maisha yako wewe kuamka. Ana sababu tosha juu ya maisha yako wewe kukupeleka mbele. Unachofanya tu msikilizaji ni kuamka na kumtukuza, ni kuamka na kufanya maombi, ni kuamka na kufanya ibada. Maana hakuna Mungu mwingine kama yeye. Mwezi ungali mpya siku ya 4,
Mwezi ungali mpya, ni siku ambayo tunapaswa kumshukuru Mungu, maana wengi tulianza nao mwezi wa Januari tukaja mpaka mwezi wa 5 wakaondoka. Tumeingia mwezi wa 6, wewe uko hai. Baba ana sababu. Analinda kilicho ndani ya moyo wako, analinda kilicho juu ya maisha yako, analinda chochote ambacho amekadiria juu ya maisha yako. Msikilizaji, unachofanya tu ni kumwabudu Mungu aishiye na hata milele, ni kumuita Mungu katika ulimwengu wa sasa, ni kumuita Baba atukumbuke, na lazima atatembea juu ya maisha yako. Wewe unanisikiliza asubuhi ya leo, Baba anayebarikiwa nawe wacha akimbia na maisha yako na kupeleke mbali. Kwa hivyo msikilizaji, usiondoke barabarani, zidi kumtegemea Mungu. Hata kama mambo sio sawa, zidi kumtegemea Mungu. Tumeamka salama mahali ulipo, najua labda uko kazini, labda uko kitandani mwako pale umetulia. Mimi nikusema tu zidi kuganda nami, ni baraka za milele ndani ya Radio Milele, ukiwa nami Philip Uwangila, nasukuma nawe hadi mida ya 12. Lakini zaidi ya yote, wacha Mwenyezi Mungu akutende mema, wacha Baba kufanikishe. Nitakaporejea tu msikilizaji, baadaye nitakuwa na kupa zaburi ya siku, na pia nitakuwa nachukua simu za kwako pale tuzungumze mawili matatu. Na pia usisahau ingia kwenye kurasa za Facebook pale, angalia Milele fan page, comment, like na follow pale, alafu niambie unasikiliza ukiwa wapi. Ingia Philip Uwangila Milele kwa account yake pale, follow msikilizaji kama hujafollow pale, alafu piga comment yako pale, unaamsha kina nani, na tunaweza kusonga mbele. Kiza zaidi ya yote, wacha Mwenyezi Mungu awe kinga juu ya maisha yetu na awe kimbilio wakati wote. Nazama kidogo, nitakaporejea ndakuwa nakupa zaburi ya siku.